Kwa kama Bwana atazama moyo, maana yake Bwana aliangalia moyo wa Daudi na kuona moyo wa Daudi umepelekea. Akasema, David is the man after my heart. Daudi alikuwa ni mtu ambao moyo wake ulikuwa umepelekea huko. Bwana Yesu asifiwe. Save God in a loyal heart. A loyal heart means to be faithful or steadfast. In earnest, it means to be devoted to God's cause. Kujitoa kwa ajili ya Mungu. Amen. Hallelujah. Daudi alikuwa ni mtu wa makosa mengi, lakini Bwana alimchagua kwa sababu moyo wake ulikuwa kuelekea Mungu. Alikuwa anafanya makosa. Wewe tunajua aliua, alichukua mke wa mtu, alifanya mambo mengi, lakini moyo wake ulikuwa kuelekea Bwana. Praise the Lord. Hallelujah. Kuna mfano mwingine mfalme Amazia. Yeye alifanya vyote ambavyo vilikuwa sahihi, lakini moyo wake haukuwa kwa Bwana. Utaangalia Second Chronicles 25 verse 2. Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa 25, mambo ya 25 mstari wa 2. So he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. Akafanya yaliyo ya adili machoni mwa Bwana, lakini si kwa moyo kamili. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni changamoto kwa Wakristo wengi. Unafanya kitu sahihi, lakini si kwa moyo mkunjufu. Doing the right thing, not with it. Ukaongea na viongozi gani? Lese Mungu akukwambia nenda kuhubiri Injili. Unaenda kuhubiri Injili, unatumika. Maana ni sawa, unafanya kitu sahihi, lakini si kwa moyo mkunjufu. God has not done it. Lakini bado na malalamiko. Unafikiria unakuja kutoa fungu la 10, lakini umeona sana kanisa siku hizi sawa kufanya kitu sahihi, lakini si kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Serve God with a loyal heart. Do the right thing with a loyal heart. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why? Hata ukiangalia sala ya Mungu inasemaje? Warumi 8 mstari wa 10, sio? Mstari wa 9. Anasema kwa moyo mtu fanye. Warumi 10 mstari kwa moyo mtu fanye. Kwa Mungu anataka kwa moyo mtu fanye. Na kwa kila mtu ukiri hadi kupata wokovu. Mungu anaangalia mioyo yetu. Anasema Mungu ni roho, hao wako katika nini? Mungu anaangalia moyo. Katika Mungu wa roho, moyo wako ni muhimu sana. In the realm of the spirit, the state of your heart matters. Kuna watu katika maisha yao wao ni kulalamika. Wao ni kulaumu tu. Wanamlaumu Mungu, wanalaumu wazazi, wanalaumu yani wao. They are not grateful. They are always complaining. Wao kila wakati wanalalamika. Haijalishi kwenye level gani, basi hizi wakati tuwazo. Ndio maana kama watumishi wengine Mungu anatumia watumishi wa Mungu wengi hawana maarifa ya neno la Mungu, sio? Lakini wanampenda Mungu, sio? Wanataka kujitoa kwa Mungu, sio? Hawajui neno, hawana ufahamu wa neno, lakini their hearts is towards God and God uses them. Wanatumia. Shangaa mtumishi wa Mungu anafanya mambo sana. Huyo akifanya Yesu afanye hivi.
Tumesoma Mungu anataka mtu ambaye anaona. Tumesoma habari ya Masia. Tunaona Mungu anataka moyo wa kusikia. Amen. So that means tunapoona neno la Mungu yake ni neno la Mungu. Ndio. Natuonyesha njia sahihi. Amen. Praise the Lord. Ndio ukiangalia nchi yetu Tanzania. Hizi tunapofikia. Bado tunafikiri sisi ni maskini. Bado tunaomba msaada. Alikuja mtu mmoja akasema sisi ni maskini. Akaanza kusema. Tunaomba msaada. Hiyo sisi ndio tunapaswa. Biblia inasema kabisa. It is